Rais na timu yetu yote, hata waheshimiwa wetu walikuwa pale, na kuna yale mambo ambayo tulisema. Moja ya ile mambo tulisema ni kwamba tutajaribu kuboresha mambo ya kilimo na mapato ambao wakulima wanapata. Hiyo kazi tunang'ang'ana nayo, na umeona katika sehemu nyingi, ukulima wa kahawa, ukulima wa majani chai, ukulima wa mahindi umeimarika kidogo, na kwa sababu ya support ya serikali kupitia subsidized fertilizer, kupitia mbegu ambayo ni mbegu maalum, umeona sasa kuna chakula ya kutosha katika nchi yetu ya Kenya. Mwaka uliopita hatujaagiza mahindi kutoka nje, na tunaomba Mungu tukiendelea mbele hakutakuwa na sababu ya kutoa mahindi nchi za nje. Vile vile bei ambayo ilikuwa juu kidogo ya unga afadhali imeteremka kidogo, kwa sababu 2022 kilo mbili ya unga ilikuwa 230 240, imeteremka kidogo, na tunataka tuidhibiti hata zaidi ikuje chini ya 100, ili kila mtu aweze kujimudu, kuwe na chakula cha kutosha katika familia zetu. Mnajua ya kwamba fertilizer 2022 mfuko moja wa 50 kilos ulikuwa 7,000. Leo hii ile fertilizer ambayo inapatikana kupitia ruzuku ya serikali ni 2,500. And we are working together with the county governments to make sure that that fertilizer is brought as near as possible mahali wakulima wako. Kwa hivyo ile kazi ambayo mlitupatia ya tunang'ang'ana nayo. Jambo la pili ambao tulisema tukiwa hapa na tukiwa sehemu nyingi hapa Nakuru na Kenya nzima, tulisema kazi ni kazi. Si ni kweli? Tulisema kazi ni kazi. Tukasema kuna watu wanafanya biashara ndogo ndogo, wengine wanafanya kazi ni wanabiashara, hizi biashara ndogo ndogo, wengine ni akina mama wa sokoni pale, akina mama mboga, na wanabiashara wengine ambao wanajikimu maisha yao na familia zao kupitia biashara ndogo ndogo. Tukasema tutahakikisha kwamba badala ya mwananchi kuuzia bidhaa zake kando ya barabara kwa jua na mvua, tutatengeneza soko ya kisasa, mahali kuna vifaa vya heshima. Na leo hii nimefika hapa kuangalia moja ya ile soko tunajenga hapa Bahati constituency. Hapa Bahati constituency tayari soko 3 zinajengwa just in this constituency. This is one of the 3 markets we are building here. Ile ingine iko Kabatini, ile ingine iko wapi mheshimiwa? Bahati. So ni Bahati, Dondori, Kabatini. Hii Nakuru County kwa jumla tuko na soko ile, tumeanza kujenga soko 19, na tutatangaza zingine 2 zifike 21, kuhakikisha katika kila sehemu ya uwakilishi bunge katika kaunti hii kuna masoko 3, 2, 4. Wanabiashara wetu wawe na mahali safi ya kuuza bidhaa, wanunuzi wapate mahali pazuri, na biashara yetu ikue, tuweke pesa zaidi katika mfuko ya wananchi. Hii soko ambayo itagharimu milioni 51, hii soko ni soko ya kisasa, iko na nafasi ya kina mama kuuza bidhaa, wanabiashara wengine, wanaume kwa vijana, mahali pao pa kuuza.
na wale ambao ni akina mama wanauza bidhaa ambazo zinaweza kuharibika, kutakuwa na cold rooms ama mahali kuna refrigerator, cold room, mahali ukiweka nyanya, cabbage ama sukuma wiki haiwezi oza, utaiacha hapa ukuje uuze kesho kutwa, siku ile ingine, mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Iko na mahali pa akina mama ambao wako na watoto wadogo, kwa sababu soko, wale wanabiashara wengine wengi sana sokoni ni akina mama, na wengi hawao kina mama ni akina mama ambao wako na watoto wadogo. Hii soko iko na sehemu maalum, chumba maalum ambao wakina mama ambao wako na watoto wadogo, mtoto akisikia njaa, ule mlezi yako na mtoto ataambia mama, mtoto anasikia njaa, mama anawacha kazi kidogo, anaingia kwa pale, anapatia mtoto lunch, alafu anarudi. Sio ni heshima kwa kina mama? Ni heshima si heshima? Ni heshima si heshima? Kwa sababu kama uko na mtoto mdogo, sio maana ya kwamba huwezi fanya kazi, si lazima uendelee kulisha jamii. Kwa hivyo tuko na lactation room ambao kina mama wote ambao wako katika hiyo category wataenda pale wapatie mtoto lunch yake, kwa sababu mama ndiye anabebanga lunch ya mtoto mdogo. Si ni kweli? So mama anaenda pale ana sort out mtoto, anarudi anaendelea na biashara. Kwa wale ambao ni wanabiashara ambao ni vijana ama wamesoma, kutakuwa na ICT hub, kutakuwa na computers hapa, na mahali ambao unaweza fanya biashara yako kupitia internet. Unatafuta wateja, una advertise biashara yako. So there is an ICT hub on the top floor which will be available free of charge. Na hiyo itakuwa available free of charge. Kuna kulipishwa. Hakuna maneno ya bando, hakuna maneno ya sijui ya nini. Computer ni ya serikali, internet ni ya serikali. Na hiyo ICT hub kuna kazi nyingi sana ambazo vijana wanaweza fanya kwa mitandao. Web designers, anakuwa sijui content creator pale, anafanya mambo ya app, development of apps, mambo ya web designer, mambo ya script writers, mambo ya transcribers. Wale vijana ambao wanajua mambo ya mitandao wanaelewa hiyo maneno. Na hiyo ndio mambo tulisema tutafanya, and we are doing that. Kama soko hii, this is one of the 400 markets that are being constructed across the country. Kuna soko kama hii iko 400 Kenya nzima. Kenya is on a construction mode because we want to have decent places for our farmers and our traders. Kwa hivyo mimi nimekuja kuona hii na nimeambia contractor harakishe, afanye speedy. Si namna hiyo? Huyu contractor amenihakikishia kwamba atamaliza hii kazi tarehe 13 June mwaka huu. So mimi sasa naenda kupanga dare, niambie aidha mimi ama rais akuje afungue hii soko ikiwa tayari. Si namna hiyo? That's why I came here, and your contractor aseme hakuambiwa. So kwa sababu 13 watakuwa wamekamilisha 14 ama 15, mimi ama rais tutakuja hapa ndio tuanzishe hii kazi ya hii soko. And we'll hand over the market to the county government, so that the county government can run the market, can organize the traders, mambo iendelee namna hiyo. So hiyo ndio kazi imetuleta hapa siku ya leo. Vile vile tuko na maneno hapa
ya msitu hapa. I think last year kulikuwa na matatizo kidogo. Wanasema nini? Tulime. Nyinyi ni watu ya shamba system. Hebu nione wale watu ya shamba wako hapa. Bas, tumesikia vile wananchi wanasema, so nimeambia watu ya forestry wasisumbuane na wananchi. Hata last year kulikuwa na matatizo mheshimiwa, na hao viongozi wakanieleza, tukasimamisha ile maneno, na hata saa hii nimesikia iko tu maneno. Iko maneno. Isikome. Wacha nione wale wanasema ikome. Kwa hivyo watu ya forest, kuna vile hii kazi imeendelea bila kudhuru misitu yetu. Lakini hata nyinyi wananchi mkienda pale mufanye ile kanuni ambaye mumekubaliana na watu ya forestry hapo. Si namna hiyo? Msiingie tena hapo alafu murete maneno ingine hapo. Si namna hiyo? So we are going to work with your leaders. Nimeitana mkutano next week. Watu ya forest watakuwa hapo. Tukubaliane bila tutaendelea na hii mambo ya hapa. Vile nimeelezwa ya kwamba sehemu hii haina title deeds. Nema kana tema. Kwa hivyo mambo ya title deeds vile nimeongea na waziri na PS wale ambao wanahusika na mambo ya mashamba, na nimeongea pia na county government, deputy governor ako hapa, na tumesema ya kwamba lazima tuharakishe, tukamilishe na tupeane title deeds za Ndunduri. Na sio Ndunduri peke yake. Hapa Nakuru kuna issues ya title deeds pale Subukia na pale Gilgil. Kwa hivyo nimeitisha mkutano asubuhi na mapema Tuesday saa 12:30 pale kwa ofisi yangu Karen. Viongozi wa county government ya Nakuru, mheshimiwa na wale political leaders wote, watu ya Ministry of Lands watakuwa hapo, watu ya Kenya Forestry watakuwa hapo, ndio tumalize maneno ya Ndunduri, maneno ya Bahati, maneno ya Nakuru safari moja. Si namna hiyo? So Tuesday we will resolve all those issues to make sure that we do not disrupt economic activity. But as I have told you, you must cooperate with the relevant agencies, including the Kenya Forest Service, to make sure that even as you get limited access to do your farming, you protect our forests and make sure that our country's forest cover is not disrupted. Kwa hivyo, hiyo kazi mimi nitaisukuma, na nimesikia sijui mnataka sijui gari ya sijui ya nini, hiyo mambo ingine yote. Polisi haina gari? Hakuna gari? Kumbe nyinyi ndio mlituma mheshimiwa aseme hiyo? Nilikuwa nafikiri alikuwa ananipanga tu. So hakuna gari, hakuna nini? Ambulance, deputy governor, umesikia ambulance? Just a minute. County government mesikia hakuna ambulance na fire engine. Sisi magari ya polisi na ile magari ingine national government itatoa. Si namna hiyo? So mimi nataka tu niwahakikishia kwamba ile serikali mlichagua, tunajaribu tuwezavyo kuhakikisha kwamba ahadi ambazo tulitoa tunatimiza. Zingine tumeanza,
singine bado hatujaanza, but I want you to know before we come back to ask for votes again, tutakuwa tumepitia ile ahadi tulitoa na tumehakikisha kwamba we can explain, we have an account for each and every promise that we made to the people of Kenya. Si namna hiyo? Kwa hivyo musiambiwe sijui maneno mingi. Hii ni midterm, tumefanya 2.5 years, bado iko miaka ingine 2. And we are sure tukikuja hapa kuomba kura mtatuuliza maswali ya ile mambo tulisema. Tunaelewa. Tunaelewa, sio ati hatuelewi. So we are working hard to make sure we have answers. Moja ya hiyo answer ndio hii soko. Si namna hiyo? Hii ingine umesema title deeds, umesema gari ya polisi, umesema shamba system. Sini tu forest sana hapo kwa forest. Hospitali haya, iko hospitali hapa, hakuna dawa, hakuna dawa. Ni level what? Level 2, level 3. Bas, hiyo ujumbe we deputy governor umesikia? Deputy governor, there's a level 3 hospital here, haina dawa. And if you need any support from the national government, let us know. Kwa sababu hiyo hospitali iko chini ya usimamizi wa county. Kama madawa haitoshi, wewe tuambie, tutaenda KEMSA tuhakikisha kwamba dawa imeletwa hapa. Nini ingine? Nini ingine? Nini ingine? Shule. Kiwanja mpira. What about it? Nimesikia kiwanja mpira na nimesikia stima. Hiyo mama ni kweli? Hakuna stima ya kutosha hapa? Mambo ya stima. Tuko na program ya last mile connectivity ambayo tunafanya Kenya nzima. We are targeting to connect 1 million new customers to electricity. Here in Nakuru, hapa Nakuru peke yake, we are hoping to connect a new 56,000 customers. Kwa hivyo, mimi nitaketi na waheshimiwa wenu, watuambie ile vijiji ambaye bado stima haijafika. We have some resources to make sure that we connect the people who do not have power with power. So msiwe na wasiwasi. So nikirudi hapa siku ingine nitakuja na list ya zile vijiji ambazo tumeongeza stima kupitia maombi yenu ambao mmetoa leo. Vile vijana wanasema hii area haina kiwanja ya mchi. Sasa we have to make sure, we have to look for land between the national government and county government. Tutafute kiwanja hapa na tuanzishe kabla ya next election, ndio hawa vijana tuwe na jibu yao wakati tunakuja kuwaomba kura. So kukuja kwangu hapa ilikuwa kuwaletea progress report. We've made some progress, I have already told you what we have done. Nimewaambia ile mambo already ambayo imefanyika. Kuteremusha kidogo bei ya chakula, hata kama bado tunaona bado inataka iteremuke zaidi. Si ni kweli? Mambo ya mafuta ilikuwa 217, sasa ni about 176, lazima tuiteremushe hata zaidi. Si namna hiyo? Mambo ya shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu sana. 1 shilling ilikuwa inaenda kwa $165 to the dollar, saa hii ni 128, 129, tunataka iteremuke hata zaidi. Kwa hivyo tunakazana na hii safari. Mungu akitujalia, we will have a report on every deliverable. When the market is complete,
We have added a few more people with the electricity connection. Tumetafuta kiwanja ya mpira, tumetatua title deeds. Hiyo ingine hata sisi mtasema tusonge mbele na kasi. Si namna hiyo? Mama wakipata soko wanataka kidogo pia ya stock. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Kwa sababu wanaenda kwa mahali iko juu kidogo, na hii ndio tulisema bottom. Mtu alikuwa anauza kando ya barabara, anaingia kwa nyumba ya gorofa kuuzia hapo. Sio ni bottom up? Kutoka chini kwenda ama namna gani? So hiyo empowerment, mheshimiwa, ukifika Tuesday wakati mnakuja Nairobi, I will give you a date ya SACCOS zetu za bodaboda na akina mama wetu, tufanye empowerment moja kubwa. Tukuje tusikuje? Tukuje? Kuna watu wanatuambia tusifanye empowerment. Tusisaidie bodaboda, tusisaidie akina mama wa mama soko. Tuendelee tusiendelee? Very good. So I'll give you a date, most likely in June or end of May. Tukuje tumejipanga vizuri namna hii, kila mtu akue sawa sawa. Si namna hiyo? Kwa sababu ukipata empowerment ya biashara yako, unasaidia familia yako, na kila familia ikiwa na mapato zaidi, nchi ya Kenya ndio inaendelea kusonga mbele. Nitaongea pia hiyo siku mambo ya GDC. Mambo ya GDC. Nitawaita hapo siku hiyo. Na nitoe amri niseme lazima kazi hizi za hapa siwe za watu ya hapa. Si namna hiyo? Si namna hiyo? And we'll make sure, na kama kuna mtu wako na ujeuri, let us know. Kwa sababu hii Kenya hakuna serikali mbili, serikali ni moja. Ama iko serikali mbili Kenya hii? There's only one government. Hii ya Rais William Ruto. Na deputy yake yako hapa, hakuna mwingine. So hakuna mtu mjeuri atakuja kunyanyasa watu hapa tukiwa hapa. It's not possible. Si namna hiyo? Na mambo itafanyika kulingana na vile wananchi wanataka. Sio vile mtu fulani tajiri sijui nani anataka. Ndugu kana tengo. Kenya isonge mbele. Tusaidiane na rais na viongozi wengi. Wangapi wanasema tuende tukiwa pamoja? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wacha niwaletee rais. Niwaletee rais. Niwaletee rais. Haya, nitaleta rais hapa faster. Si namna hiyo? Sasa mtu ya soko, wewe harakisha hii soko ikamilike. Nilete rais, hata naweza mleta kabla ya soko kumalizika. Akuja iangalie. So